leo tunaelekea katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu ya binti Jessica. Katika sehemu iliyopita, ndugu msikilizaji, tulishia pale ambapo bibi hataki kabisa Jessica aweze kurejea mjini. Anatamani Jessica aendelee kubaki huko kijijini. Hakutamani Yemima aweze kumchukua Jessica hata kidogo. Alitamani aendelee kubakia huko kwa ajili ya kumtumikia siku zote. Basi hapo ndipo ambapo leo tunakwenda kuanzia katika simulizi yetu ya binti Jessica. Hakika maisha ni magumu sana, hasa ukiwa ni mtu ambaye unategemewa kila jambo. Wakati mwingine utafanya maamuzi magumu sana ili kuona wale watu wanaokuzunguka wakiwa na amani na furaha, kuona wale watu wote ambao wanakutegemea wawe na tabasamu katika nyuso zao, lakini wajua uhalisia wa kweli jinsi gani ambayo unapitia, changamoto gani ambazo unapitia katika maisha yako. Ndivyo ambavyo yalinikuta katika maisha yangu. Anasema Jessica akitufungulia simulizi yetu siku ya leo. Jessica anasema tu mara baada ya kuongea na mamdogo Yemima, hakika bibi aliniangalia vibaya sana. Hakutamani kabisa niwe karibu na Yemima tena. Moyo wangu ulikuwa ukihuzunika sana na kulia. Nilikuwa nikifikiria kuhusu familia yangu, lakini nilikaza moyo konde kwa sababu sikutamani kuweza kuiangusha familia yangu iweze kuanguka chini na kuweza kurudi katika hali ya umaskini, kwa sababu mamdogo Yemima alikuwa akinilipa vizuri sana, lakini pia bibi naye alikuwa akinichangia pesa kidogo kwa ajili ya matumizi mengine. Hivyo nilikuwa nikitumia pesa zile kwa ajili ya kuwatumia mama na baba nyumbani na kuweza kupata nafasi ya kuweza kuwapa maisha bora zaidi ambayo hawajai kuyapata kabisa katika maisha yao. Basi maisha yaliendelea huku bibi akiwa ananisihi kila mara, mwanangu Jessica, hapa si rahisi kuweza kuondoka kama unavyozania. Na sitamani tuweze kuja kuwa wagomvi siku moja. Natamani upendo huu tulionao sasa uendelee hivi hivi. Najiandae baadaye tutaenda wote sehemu ile ambayo tulienda siku ile. Bibi, mimi leo sijisikii kabisa kuweza kutoka. Tafadhali naomba nibaki hapa hapa. Jessica, hapana. Kuna vijana kadha wa kadha ambao kule waliniambia kwamba wamekupenda sana. Nilishtuka sana kwa sababu haikuwa rahisi mimi kuweza kufikiria hivyo. Sikuweza kufikiria kwamba siku moja nitaweza kuolewa nikiwa niko kijijini. Sikuweza kutaka kabisa kwa sababu nilikuwa napenda nije kuolewa na mwanaume ambaye atakuwa anajiheshimu na mwanaume mwenye heshima zake. Sikutamani kuolewa ndoa za kuweza kufosiwa hata kidogo. Bibi, hapana, siko tayari kwa hilo, kwa sababu niko hapa kwa ajili ya kazi peke yake, wala si kwa ajili ya kuolewa tena. Bibi, kwa nini unafanya hivyo? Sihitaji kupata mwanaume kutoka huku. Bibi alicheka na kuweza kunitazama kwa macho udadisi sana. Mwanangu Jessica, ni muhimu sana kukubali yote ambayo nakwambia. Mpaka sasa ufalme wote wa kule tulikoenda wanakufahamu vizuri sana, na hakika nyota yako imekuwa kali na wanakujua vizuri. Basi alinichukua na kunipeleka chumba kimoja ambacho sikuwahi kuingia kabisa katika nyumba hiyo. Akaniambia, leo usiku hatutaelekea kule nilipokuambia. Utalala kwenye chumba hichi hapa, na chumba hichi utalala usingizi mnono sana. Nilikubali kwa sababu sikuweza kujua ni kitu gani ambacho bibi anakiwaza, na sikuweza kumwazia vibaya sana kwamba angeweza kunifanyia chochote kile kibaya. Nilikubali. Ilipofika usiku, tulikaa mezani na bibi. Alikuwa akinisimulia stori nyingi sana za kale, za zamani, lakini sikuweza kuzitilia maanani hata kidogo. Moyo wangu ulikuwa unaenda mbio sana, ulikuwa ukiwaza vitu vingi kweli kweli. Hapa ina maana nimetekwa tayari. Sina uwezo kuwasiliana kwa uhuru na mdogo Yemima, lakini pia sina uwezo kuongea na wanakijiji hata kidogo. Nilimkumbuka Vumilia ambaye alinihadisia stori hili ambayo kuna mama mmoja ambaye alielekea huko na kumkuta mwanae kijijini akifanyishwa kazi za kulima akiwa amechukuliwa msukule. Nilifikiria sana na kujiambia moyoni, kesho lazima nikaone na Vumilia ili aweze kunimalizia stori ile na kuniambia ni nani huyu ambaye anasumbua kijiji hapa kijijini. Basi bibi alinipigisha stori sana, lakini sikuweza kumuelewa hata stori moja ambayo alikuwa anazungumza usiku huo. Alitoka pale mezani, mimi sikumuona kabisa, na kuelekea jikoni na kuandaa chai ile ambayo alikuwa ameniandalia asubuhi. Alikuja na kuniambia, mwanangu Jessica, nimekuandalia chai nzuri sana kama ile ambayo nilikuandalia asubuhi. Bibi, hapana, mimi chai nadhani nimetosheka, sijisikii kunywa chai usiku huu. Aliniangalia kwa macho udadisi sana. Mwanangu Jessica, kunywa tu mara hii ya mwisho ili uwe na usingizi mzuri sana. Unajua mume wangu alikuwa anapenda sana kupata chai hii, hasa akiwa hapati usingizi na akiwa na mawazo mengi. Nilishtuka sana. Bibi amejuaje kama na mawazo na usingizi hauwezi kunijia kabisa? Akaniambia, mjukuu wangu Jessica, usinifikirie vibaya hata kidogo.
natamani niweze kubadilishia maisha yako kabisa. Ile maisha ambayo umeyazoea kuyaishi, maisha magumu, natamani niyabadilisha kabisa. Hivyo tafadhali naomba upokee chai hii ambayo nimeiweka mkononi mwangu. Nilichukua chai ile na kuweza kuinywa. Nilisifia, lakini moyo wangu ulikuwa ukihuzunika sana, kwa sababu nilikuwa nikiongea uongo mara zote hiyo. Chai ile haikuwa nzuri hata kidogo, ilikuwa ni chai mbaya sana. Hata sukari haikuweza kukolea ndani yake. Basi nilikunywa chai ile na kuweza kuimaliza. Baadaye nilisikia uchovu kidogo na usingizi mzito. Nilimwaga bibi, naomba ruhusa niende kulala, najisikia uchovu. Alitabasamu kwa tabasamu la bashasha na kuniambia, basi usisahau mjukuu wangu Jessica, uelekee kulala kwenye chumba kile ambacho nilikwambia leo utaenda kulala. Nadhani hicho kitakuwa ni chumba chako cha moja kwa moja. Unakwenda kuhama kwenye chumba kile ambacho ulikuwa unalala, hivyo utalala huko leo. Sawa bibi, nashukuru. Nilikuwa nimechoka sana, hata nilikuwa sijitambui, nilikuwa sijielewi vizuri. Akaniambia, hakikisha mjukuu wangu unashikilia ile cheni yako mkononi, na usisahau pia kuwasha taa, iache taa ikiwa inawaka, usilale kukiwa giza. Sawa bibi. Niliondoka pale na kuelekea moja kwa moja kwenye chumba kile ambacho bibi aliniambia lazima nitaweza kwenda kulala. Nilifika pale, kitanda kilikuwa kizuri sana. Nijilaza vizuri. Hakika nilijisikia amani ya moyo ghafla tu mara baada ya kulalia kitanda kile. Lakini kabla sijaweza kulala, niliona kama vile kuna mtu ambaye ananichungulia dirishani. Sikuweza kujua ni nani. Ghafla nilihisi kama vile mlango unafunguliwa. Hapo wakati mlango unafunguliwa, nilianza kuona ufahamu wangu ukipotea taratibu. Ghafla nilizimia kabisa. Sikuweza kutambua kitu gani ambacho kinaendelea, lakini tu mara baada ya kuzimia, nilijiona niko sehemu nyingine tofauti sana. Sehemu ile nilimuona mama, nilimuona baba, nilimuona pia bibi yule ambaye nilikuwa nikiishi naye pale. Baba na mama walikuwa wakifanya shughuli zao kwa kijijini. Nilikuwa nikiona kama vile television, lakini pembeni yangu nilimuona bibi. Bibi alikuwa ameshika kitu mkononi mwake ambapo kilikuwa na manyoya fulani. Sikuweza kujua ni manyoya ya nini. Bibi alikuwa amekaa sehemu ambayo sikuweza kuitambua kabisa, huku tukiwa tunatazama nyumbani kama vile television. Ilikuwa naona nyumbani, namuona baba, namuona mama wakiendelea kufanya shughuli zao zingine. Bibi aliniambia, mjukuu wangu Jessica, kuna kitu kizuri ambacho nimekuandalia hapa. Tafadhali naomba uje ukitazame. Nenda ukitazama. Kilikuwa ni kitu cha ajabu sana ambacho bibi alikuwa amekishika mkononi mwake. Nilimuuliza, bibi, ni kitu gani hicho? Akaniambia, leo mwanangu, nataka uandike jina lako hapa. Hautatumia tena jina la Jessica, utatumia jina la Naomi. Naomi? Kwa nini umesema niandike jina la Naomi wakati huo jina langu ni Jessica? Hapana mjukuu wangu, hapa tumia jina la Naomi. Ndio jina ambalo natamani uweze kuliandika hapa. Alafu andika jina lako vizuri pamoja na sahihi yako mbele. Hakika nilikuwa sijui kabisa kuandika sahihi, kwa sababu nilifeli darasa la 7 na sikuweza kabisa kuendelea mbele. Sikuwa nazingatia sana masomo darasani, ndio maana nilifeli pia hata shule. Na uwezo mdogo wa familia yangu ulikuwa ukinipa uhafifu mdogo sana wa kupambana. Nilikuwa sina nguvu ya kupambana, kwa sababu nilijua hata nikipambana siwezi kuwa yoyote yule, kwa sababu siwezi kusoma hata kidogo, kwa sababu hali mbaya ya kiuchumi ambayo ilikuwa kitukumba pale nyumbani. Basi kweli niliandika jina la Naomi katika sehemu ile. Ilikuwa ni sehemu ya ajabu sana. Nilipoandika jina la Naomi, akaniambia, kuanzia leo mwanangu, utaitwa jina la Naomi. Nilishtuka sana. Baadaye nilishtuka nikuta niko kitandani nimelala, lakini nilikuwa na jasho kali sana katika mwili wangu. Nilikuwa nikitafakari, haya yalikuwa ni maono au ilikuwa ni njozi au yalikuwa ni mambo ya kweli yaliyotokea. Ghafla niliona mlango ukifungwa. Sikuweza kujua ni nani anayefunga mlango. Nilishtuka sana tu mara baada ya kuona mlango ule umejifunga wenyewe. Hapakuwa na mtu yeyote yule ambaye huenda alisogeza au alikuwa ndani. Nilihisi upepo mkali sana ukivuma ndani ya chumba kile ambacho nilikuwa nimelala, huku uoga ukiingia ghafla katika moyo wangu, nikiwa na tafakari njozi ile ambayo nilikuwa nimeiota. Sikuweza kujua kama ilikuwa ni kweli au ilikuwa ni njozi ambayo nilikuwa naiota kutokana na changamoto mbalimbali ambazo nilikuwa napitia huko. Basi niliamka na kuelekea moja kwa moja sebuleni. Ulikuwa ni wakati wa giza nene sana. Niliacha taa wazi sebuleni pia. Basi nilifungua mlango wa nje na kuweza kuchunguza ni nani ambaye aliingia chumbani kwangu usiku ule.
Sikuweza kumwona mtu yoyote yule. Mbele ya kiwanja chetu palikuwa na mahindi mengi yamepandwa. Ghafla niliona kama vile moto unawaka kwenye mahindi yale. Sikuweza kujua kitu gani ambacho kinaendelea. Nitamani kwenda kumwamsha bibi, lakini moyo wangu ulisita kwenda kumwamsha bibi. Nilifunga mlango na kusalia dirishani nikichungulia nje ni kitu gani ambacho kinaendelea. Sikuweza kumwona mtu yoyote yule, lakini niliona moto ukiwaka katikati ya shamba lile la mahindi, ambao moto wake ulikuwa unapanda mpaka juu. Basi nilitulia kimya na kuelekea moja kwa moja kwenye chumba kile ambacho bibi aliniambia nitalala hapo. Kwenye chumba kile ambacho nilikuwa nalala mara ya kwanza, tayari nimeshahamishwa. Niliingia na kuweza kulala. Chini palikuwa na kapeti zuri sana iliyonakishiwa kwa asili. Sikuweza kujua, nilikanyaga na kuweza kuingia kitandani. Usingizi ulikuwa mwanana sana, ulikuwa mzuri ambao haukuambatana na chochote kile ambacho kingeweza kunitisha. Nilichelewa sana kuamka siku hiyo. Niliamka ilikuwa majira ya saa 4 hivi asubuhi. Nilishtuka sana baada ya kuona jua limepanda juu. Nilishtuka na kukimbia moja kwa moja nje, huku nikiangalia sehemu ile ambayo bibi anakaaga. Sikuweza kumkuta sehemu ile. Nijilaumu mwenyewe moyoni mwangu. Hakika leo nimejua kumuuzi bibi, atakuwa amekwazika sana kwa sababu nimechelewa sana kuweza kuamka. Lakini nilishtuka tu mara baada ya kusikia sauti ya bibi nyuma yangu. Mwanangu Jessica, umeamka? Pole na kazi zote. Bibi, samani pia. Nimechelewa sana kuamka leo. Sijui hata kitu gani ambacho kilinipata. Nadhani chai yako ile ya kuondoa uchovu ilisababisha nilale usingizi mwanana sana. Alitabasamu bibi yule na kuniambia, mjukuu wangu Jessica, hata usijali. Uko hapa kama vile nyumbani. Hivyo usijali kwa lolote lile. Kuwa huru mwanangu. Hapana bibi, itakiwa niwe mapema sana niweze kuandalia chai. Usijali kuhusu hilo mjukuu wangu. Mimi chai tayari nimeshaandaa. Nilishtuka sana. Hivi karibuni bibi amekuwa na mtindo wa kuniandalia chai. Mimi ni mfanyakazi bibi, na wala si mtwana wako. Hivyo ninaomba, mimi si bwana wako. Ninaomba bibi, nikufanyie kazi kama mtwana wako. Tafadhali usifanye hivyo. Bibi alinitazama na kuweza kucheka. Mjukuu wangu, wewe kwangu ni kama vile mwanangu. Nimefurahi sana kwa sababu unanikumbusha mengi sana kuhusu wanangu ambao nilikuwa nikiwapenda sana katika maisha yangu. Natamani pia wewe mmoja kati ya wanangu ambao watanipa furaha na faraja hapa nyumbani. Yemima alikuwa binti yangu bora sana ambaye nimemsomesha shule za gharama kubwa, lakini nimefurahi pia kupata binti mzuri kama wewe. Hivyo narudisha siku moja nyuma jinsi ambavyo nilikuwa nawaandalia watoto wangu chakula na mume wangu pia chakula kitamu na kisuli ambacho walikuwa nakipenda sana. Nilitabasamu, lakini moyo wangu hakuwa na amani. Sikuweza kutaka kumuona bibi kikongo kama yule akiniandalia chakula mimi, binti ambaye nimefika pale kwa ajili ya kufanya kazi, wala si kwa ajili ya kumuonea au si kwa ajili ya kufanya vitu vingine, ila ni kazi. Bibi, kuna ndoto moja niliota. Mjukuu wangu, hizo ni ndoto tu. Alinikatisha kabla sijaweza kuendelea mbele. Hizo ni ndoto mjukuu wangu. Hata mimi pia huwa naziotaga sana nikilala katika chumba kile. Lakini sijajua bibi, sijakusimulia na umesema unaziotaga. Ni ndoto gani hizo? Bibi ajishtukia ghafla, ndipo aliposema, huwaga namuota mume wangu. Tunapiga stori, tunaongea, naota maisha yangu ya zamani ya nyuma, jinsi ambavyo nilikuwa na furahi na familia yangu. Na hiyo yote inatokana na kwamba na kunywaga ile chai ya kuondoa uchovu. Hivyo mwili wangu unapata nafasi nzuri sana kuweza kukaa vizuri. Nitabasamu na kucheka na kumwambia, bibi, hakika uko vizuri sana. Ni nani alikufundisha upika chai nzuri kama ile ambayo inaondoa uchovu? Mume wangu alikuwa anaipenda sana, alijibu yule bibi kwa tabasamu kubwa la bashasha. Nashukuru sana bibi. Basi mimi niende kisimani kwa ajili ya kuteka maji. Sawa mjukuu wangu, ukienda huko usikawie. Niko hapa na kusubiri ili tuweze kuandaa pamoja chakula cha mchana. Bibi, nashukuru sana, lakini moyo wangu ulikuwa na maswali mengi sana. Mbona bibi huyu amekuwa na nguvu ghafla? Lakini pia mbona kama ananijali sana kama vile mwanae, na mimi ni mfanyakazi wake. Ni tofauti kabisa na mara ya kwanza ambapo nilikuwa nikienda pale kuanza kufanya kazi. Imekuwa tofauti kweli kweli. Basi nilipitia nyumbani kwa kina Vumilia. Nilipita pale uwanjani nikimpatia ishara Vumilia kwamba nifuate kisimani. Aliwaaga wazazi wake na kuweza kunifuata moja kwa moja kisimani. Ndipo nilipoanza kumuuliza maswali kadha wa kadha Vumilia, bila shaka wewe umekuwa hapa kwa muda mrefu sana na bibi yangu namfahamu vilivyo.
Alitabasamu na kuniambia, ninamfahamu kwa sehemu yake, lakini si mara zote kwamba namfahamu. Hapana, namfahamu kidogo sana kuliko wewe unavyomfahamu. Huenda unamfahamu vizuri sana Jessica, mimi simfahamu kama unavyoweza kumfahamu. Sawa, lakini naomba kupata mambo mazuri kutoka kwako na majibu ya uhakika kama utakuwa na majibu yake ya maswali haya ambayo nitakwenda kukuuliza. Ulipita ukimya kidogo. Baada ya hapo aliniambia, unakaribishwa Jessica, unaweza kuuliza swali lolote ambalo unalitaka. Nilikaa na kuweza kutafakari kidogo ni jinsi gani naweza kuuliza swali ili asinihisi vibaya. Vumilia, pale kwa bibi ni wafanyakazi wangapi waliopita? Alitabasamu na kuniambia, wewe ni mfanyakazi wa 5, unaenda kufanya kazi pale. Wafanyakazi wengi wamekuwa wakigombana nao, lakini pia wengine wamekuwa wakiondoka kwa kutoroka kwa shali na kuweza kukimbia nyumba ile. Wengine wanasema ni nyumba ambayo inakaliwa na majini, na wengine wanasema bibi yule si mtu mzuri. Ndio maana pia hata hapa kijijini yoyote akija mgeni katika nyumba yake hatamani kabisa aweze kuungana na wanakijiji kwenye shughuli mbalimbali. Kwenye kijiji hichi kila mmoja anamuogopa. Tunaishi naye kwa mazoea na wakati mwingine kumsalimia kwa heshima kubwa sana, kwa sababu tunajua tabia zake jinsi alivyo. Nilishtuka sana. Ina maana mimi ni mfanyakazi wa 6 katika nyumba ile ya yule bibi, na sikuweza kutambua hilo hata kidogo. Mama mdogo Yemima hakuweza kuniweka wazi kwamba mimi ni mfanyakazi wa 6 katika nyumba ile, lakini sikuweza kumaindi sana kwa sababu ni sehemu ya kazi. Hivyo mwajili wangu hakutakiwa kuniambia siri zote za kazi ambayo nakwenda kuifanya huko, ugumu wake au urahisi wake katika kazi ambayo nakwenda kukutana nayo. Basi nitulia kimya huku nikiendelea kutafakari kweli kweli mambo gani ambayo yanaendelea. Vumilia, nimekumbuka. Hivyo unaelewa sehemu gani bibi huwa anaendaga kila jioni? Alicheka na kusema, bibi yako amefuatiliwa na watu kadhaa ambao wao wanatoa taarifa kwamba bibi yako huwa anapotea ghafla na haelewekagi wapi anapoelekea, na hutokea ghafla pia sehemu isiyoweza kujulikana. Lakini mmoja kati ya wafanyakazi wake ameshawahi kuzungumza kwamba ameshapelekwa kwenye sehemu ya ajabu sana, na huko alitafutiwa mchumba wa ngomani. Mchumba huyo alifunga naye ndoa ambayo sisi hatukuweza kuiona hata kidogo. Nilishtuka sana. Ni yale maneno ambayo bibi aliniambia kwamba amenitafutia mchumba ambaye nitafunga naye ndoa. Hapo nilishtuka na kuweza kuondoka pale kisimani bila hata kuaga. Nilimwacha Vumilia akiwa ananiita, Jessica, unaelekea wapi? Nisubiri basi nikuelekeze vitu vingine. Sikuweza kujali kabisa kitu gani ambacho nataka kusema. Niliondoka hapo na kuelekea moja kwa moja nyumbani. Nilimkuta bibi yuko pale katika sehemu yake ambayo anakaaga. Aliniuliza, ni kwema huko Jessica? Nilimjibu kwa kutabasamu huku nikiwa na maswali mengi sana kichwani mwangu. Ni kwema bibi, namshukuru Mungu nimeenda salama na nimerejea salama. Sawa, basi ingia jikoni tuweze kuandaa chakula cha mchana, maana njaa imeanza kunisumbua kidogo. Sawa bibi. Niliingia jikoni ambapo nilikuta yale majani ambayo alikuwa akinipikia chai, lakini cha ajabu alikuwa hanywi kabisa chai ile. Nilikuwa nakunywa mwenyewe. Yeye alikuwa ananiambia kwamba yeye ametumia tayari jikoni. Basi niliangalia kwa makini sana yale majani. Ni majani aina gani? Na kwa nini huwa ni mabaya namna kama ile? Nilichukua moja kati ya majani katika kikopo kile ambacho alikuwa ameweka majani yale. Nilichukua na kuweza kuliweka kwenye maji madogo sana. Sikuweza kuona chochote kile ambacho kilitokea. Basi nilipouzia huku jani lile lilikuwa katikati ya maji. Niliondoka na kuanza kuandaa chakula. Ilipita kama dakika 30 nikiwa bado naandaa chakula jikoni. Ghafla nenda kuchukua kikombe kile ambacho niliwekea maji yale pamoja na jani. Maji yale badilika kabisa, yalikuwa meusi kabisa. Sikuweza kutambua ni kitu gani ambacho kimetokea. Niliamwaga maji yale sehemu ya kificho sana, ili bibi asiweze kuona kama niliweza kutumia majani yake yale ambayo alisema anayapenda sana. Basi niliandaa chakula kizuri na kitamu. Baada ya hapo nilimuita bibi na kuanza kula naye. Alifurahia sana na kunisifia kwamba chakula changu kilikuwa kitamu na angependa nimwandalie chakula kama kile. Lakini usiku ulifika, akaniambia, mjukuu wangu, natamani leo niandalie chakula kama cha mchana. Upike kingi, kiwe kingi sana. Nadhani baadaye nitatoka nacho, kuna wageni ambao watanitembelea baadaye. Kwa nadhani watakuja pia kula chakula hicho. Nilifanya juhudi, niliandaa chakula kingi sana ambacho nitegemea wageni wa bibi wakija wataenjoy na kuweza kufurahia ladha nzuri ya chakula ambacho bibi yangu amekisifia. Basi nilipita chakula hiki kile na kukiweka mezani vizuri sana. Niliingia kulala ilikuwa majira ya saa 3 hivi.
wageni bibi walikuwa hawajafika kabisa kabisa katika nyumba hile. Basi nilipitiwa na usingizi, sikuweza kujua kitu gani ambacho kiliendelea usiku ule. Ghafla niliamka asubuhi, chakula kilikuwa hakipo kwenye yale hotpot ambayo nilikuwa nimewekea chakula kile. Sikuweza kujali kwa sababu usingizi ulikuwa umenipitia. Hivyo sikuweza kujua walikuja saa ngapi wageni wale na walikula muda gani na ni muda gani ambao walitumia kwa ajili ya kula chakula kile. Na sikuweza kusikia hata sauti zao hata kidogo. Basi nilitulia kimya nikiendelea kuandaa chakula kingine kwa ajili ya bibi. Nilipika chakula kitamu na bibi alinisifia sana. Mjukuu wangu hakika unajua kupika chakula. Katika wafanyakazi wangu wote ambao wameshoka hapa, unajua sana kupika chakula. Bibi, usiseme hivyo. Napika taratibu sana na huenda na kuchelewesha hata kula. Hivyo usinisifie sana, nisije nikaharibu siku moja. Mjukuu wangu, mimi nakupenda sana Naomi. Nilishtuka sana baada ya bibi kuweza kuniita jina lile. Nilikumbuka kwenye njozi hile ambayo niliota. Bibi aliniambia niandike jina la Naomi na akaniambia ndio litakuwa jina langu jipya. Na kama ilikuwa ndoto, bibi amelijuaje jina lile la Naomi? Alijihisi mwenyewe kama amekosea. Samahani mjukuu wangu, naona nimekosea jina. Na mjukuu wangu alikuwa anaitwa Naomi, alifariki dunia. Hivyo nadhani nimekosea jina. Niliishi naye kwa muda mrefu sana. Bibi hata usijali. Kwa hilo ondoa shaka. Nilitoka kuelekea tena kisimani. Nilipitia kwa kina Vumilia. Nilimuuliza swali, Vumilia, unamfahamu Naomi? Alitabasamu na akashtuka kwa wakati huo huo, huku akitetemeka. Akaniambia, Naomi alikuwa ni mfanyakazi wa kwanza kabisa wa bibi. Alikuwa anafanya kazi hapo, lakini ghafla alianza kutokueleweka hapa kijijini na watu walianza kutokuelewa taratibu. Baadaye alikuja kusimulia mambo mengi ya ajabu ambayo bibi aliweza kumfanyia, na jina hilo rasmi alitambulisha bibi hapa kijijini. Alituambia jina lake alikuitwa Naomi, aliitwa Karista, lakini bibi yule alimtambulisha kwa jina la Naomi na kila mmoja alimjua kwa jina la Naomi. Sijajua kitu gani ambacho kiliendelea, lakini binti yule alipotea ghafla, hajawahi kuonekana hata leo. Nilishtuka sana tu mara baada ya kupata taarifa ile. Moyo wangu uliingiwa na simanzi. Nilienda moja kwa moja nyumbani. Amani yangu ilianza kupungua juu ya bibi yule. Sikuweza kabisa kutaka mazoea naye ya karibu. Nilianza kujiondoa taratibu, huku moyo wangu ukiwa na huzuni kweli. Nikiwaza familia yangu itaishije tu mara baada ya mimi kuacha kazi. Nikifikiria pia na vitisho vya bibi ambao amesha kuniambia kwamba nikiacha